Ndugu mpenzi msikilizaji, pia mtazamaji unayetazama pale, niko hapa na Festus Basabo kama unavyomfahamu kutoka radio ya Atosifa. Tuko hapa maeneo ya Kalobeyei kama inavyokuwa mila na desturi, Creative Arts, sini kusaka vipaji vya vijana ndani ya mtaa. Festus, mambo ni aje bro? Niko fresh sana, sijui wewe? Mimi pia niko sawa, nashukuru. Mechi hii ya leo pia wewe unaionaje? Mechi ya siku ya leo ambayo nimekuwa nikiangalia, ambao Sharp Boys wamekutana na Big Brother ambayo imetokea maeneo ya Kakumathiri pale kambini. Nikiangalia mechi imekuwa nzuri sana, japo kuwa tumekuwa tukiangalia kuna changamoto ambazo zimefanyika. Mwamuzi akaweza kuondolewa aliyekuwa ameanza ndani kutokana na makosa ambayo yameweza kufanyika uwanjani. Ametoa penalty au kipenda ile ambayo tunasema tuta kwa upande wa Sharp Boys ambao ni maeneo ya Kalobeyei, lakini baadaye kujumuisha na wale ambao wanatumika katika mistari, yani linemen. Kuna kitu ambacho wameweza kukizungumza kwamba haikuwa penalty. Ni vitu ambavyo tunavishuhudia hapa wakati tunatafuta talanta. Naam. Festus, kabisa leo kabisa nimeona Big Brother imekutana na Sharp Boys ambayo inapatikana maeneo ya Kalobeyei. Kwa upande wangu naweza sema hii ni mara yangu ya kwanza kuangalia mechi ambayo inayowakilishwa na timu kutoka maeneo ya Kalobeyei. Sijui wewe katika timu hizi mbili wewe unashabikia timu gani? Nikiangalia takwimu za timu hizi mbili, tunatembea ndio. Takwimu ya timu hizi mbili nimekuwa nikiangalia, wote wanacheza kitu ambacho tunaita pressing. Kwa upande wa Big Brother wameshafika katika lango mara moja, na kwa upande wa Sharp Boys wameshafika mara 3. Sasa inaonyesha kwamba kuna ushindani mkubwa. Lakini kwa sababu mimi huwa naangalia mechi vile inachezwa, lakini nimesema yale mapenzi ninaweza kulalia upande wa Big Brother kwa sababu nimetokea maeneo ya Kakumathiri, lakini kwa sababu mimi ni mpenzi wa mpira lazima niweze kuangalia ni wakina nani wanacheza vizuri. Kabisa Waswahili wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Nami kabisa niko hapa kuhakikisha nimeona, nasikiaga Big Brother wanaiongelea sana. Najua kuwa ilikuwa imekufa lakini imeamka tena. Unaona kabisa mechi kinaendelea vizuri kabisa sana. Ukiangalia Big Brother ni hao ambao wamevaa jezi ambazo zinakaa kama nyekundu, kwa upande mwingine wale wanavaa zile ambazo tunaziona yani blue. Ni watu kutokea maeneo ya Kalobeyei, yani Sharp Boys. Naam. So I think kitu ambacho mimi napenda, kwanza napendaga vijana wakikutana kama hivi, kwa sababu this is what we call a unit among the young people. So ndio maana sasa hata na mimi hapa na kitu ambacho naelewa hapa, kuna ule uhusiano mwema ambao unajengwa baina ya Big Brother pamoja na Sharp Boys kwa maeneo ya Kalobeyei. Festus, tukiangalia maeneo ya Kakuma kuna vipaji vingi na kuna timu nyingi. Kuna Lamasia, kuna Nathi Boys, pia tuko na 99 FC, pia tuko na Virunga, na pia tuko na timu nyingine. Wewe unaona hizi timu zote zinafanyaje katika mchezo? Ukiangalia kwa namna ambavyo tunatafuta talenti, talanta ziko. Unaangalia kwa upande wa timu nyingi ambazo ziko katika eneo la Kakuma, ama tusema Kakuma kambini, tunaangalia kuna Virunga, kuna Nathi Boys, kuna Lamasia wako pale, lakini kuna kitu ambacho nimeweza kuangalia, kuna mvuto mkubwa ambao ukiangalia kwa upande wa timu ya Big Brother wamejaribu kutafuta vijana ambao ni wachanga ili waweze kuinua timu iweze kuanza. Lakini nikija katika eneo la Kalobeyei ambao sio kambi, nimekuwa nikijumuisha nikiangalia vijana ambao wako wanacheza sasa hivi wanafanya vizuri, na pia mpira huku unachezwa katika kiwango kikubwa ambao tunaita ile pressing. Wanafika huko wakati ambapo wananyanganywa mpira, wanarudi kulinda lango, wanapoenda pale katika kutafuta bao, ni kama vile nao wanarudi kuzuia yale mashambuliaji au mashambulizi. Naam Festus, mimi nikiangalia mechi hii kabisa naona kabisa Sharp Boys wamejipanga vizuri sana, bila kusahau pia
na timu ya Big Brother. Si watoto katika mechi hii ya mpira wa kambumbu. Lakini wewe kwa upande wako unaona ni timu gani itakuja na ushindi huu? Katika mechi hivi kama vile nimeshatoa takwimu, zile takwimu ambazo nimezitoa kwa upande wa Big Brother ambayo imetokea Kakuma 3, wanafanya ile pressing ya hali ya juu. Kwa upande wa wale Sharp Boys ambayo inachezea kutokea maeneo ya Kalobei, na wao wanakuwa wanafika langoni, japo kuwa ninaangalia pressing ambayo Big Brother wako wanaitumia kwa muda huu wanaweza kupata bao, lakini kwa upande mwingine na hawa Sharp Boys wakati ambapo watapata fursa wataweza kufunga bao. Festus, referee wa kwanza aliyeingia niliona aliweza kutolewa, japokuwa sijaweza kujua ni kitu gani kilisababisha wakamuondoa. Na pia niliona kuna penalty ya hapo ambayo ilitaka kuzua mgogoro, japokuwa niliona iliweza kusolviwa. Lakini sijui wewe uliichukuliaje ile kauli ya yule referee kuweza kutolewa na akaingizwa referee mwingine? Kwa upande wa referee ambaye alikuwa ameanza, alikuwa ni bado ni mtoto mchanga, na akaonyesha maamuzi yake ambayo anayatumia, kwa sababu wakati mwingine tunasema tunatafuta talanta, na nimekuja kuumizwa wakati ambapo wameweza kuondolewa kwa dakika ya 15 mchezo ulikuwa umeanza, wakaingiza referee mwingine. Lakini katika sheria za mpira kitu kama hicho kiweze kuruhusiwa, kwamba referee anaweza kutolewa mwingine aingie wakati tu ambapo referee atapata magonjwa ya kiafya, ndipo aweze kuondolewa. Japo kuwa katika kusimamia mechi amesimama vibaya, tangoja mechi iweze kutamatika ndio mzungumzie kila ambacho kimeweza kuendelea katika mechi. Ndio. Na ndugu mpenzi msikilizaji naye tutazama pale, kumbuka tuko katika maeneo ya Kalobeyei Settlement, na leo kuna timu mbili ambazo ni bingwa naweza sema kutoka upande wa Kakuma na pia upande wa Kalobeyei, ambao ni Sharp Boys pamoja na Big Brother ambao wamewakilisha maeneo ya Kakuma. Tuko hapa kuhakikisha wewe kama msikilizaji pia mtazamaji umepata update kuhusiana na mechi hii ya leo. Mechi kabisa iko sawa, vijana wamejipanga vizuri sana. Nataka kukuambia kuwa Kakuma pamoja na Kalobeyei vijana wako wenye vipaji sana. Nami niko hapa na Festus katika podcasting hii ya leo kuweza kuhakikisha tunachambua mechi hii na wewe kama msikilizaji ili uweze kupata updates zinazotokana na mechi hii. Na Festus, tukiendelea na gumzo letu, mimi nilikuwa naona kwa mfano mimi ni mara yangu ya kwanza kufika maeneo ya Kalobeyei na kuhudhuria timu kama hii na mchezo kama huu wa kambumbu hapa. Nilikuwa sijawahi jua kuna timu zingine ambazo zinapatikana hapa maeneo ya Kalobeyei kweli. Katika eneo la Kalobeyei kama kawaida kuna timu nyingi, japo kuwa sijafanya utafiti niweze kuzibaini, niweze kujua ni timu gani ambazo zinatokea katika eneo la Kalobeyei. Lakini kwa zile tafiti ambazo nimezifanya leo, kwa sababu na mimi ni mara ya kwanza, nimekuta kuna kikosi kizima cha Sharp Boys, japo kuwa kuna timu nyingine ambayo ilijiondoa pale, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kikisemwa na wachezaji ambao wameweza kujitoa katika Sharp Boys wakaanzisha timu nyingine ambapo wanahitaji kuweka upinzani na Sharp Boys. Japo kuwa hapo jana kulikuwa na mechi ambayo inakutanisha wale ndugu zetu kutokea katika nchi za mbali ambao wengine wao tunawazungumza kama ni wazungu. Hapa mechi kuwa inashamili, wakaweza kutandika wenyeji mabao 7-0. Ni kitu ambacho kiweza kufanyika hapo jana hapa katika eneo la Kalobeyei. Ndio. Festus, before tuendelee, Big Brother ni timu ambayo kabisa ilifanya vizuri, na sasa tunaona kabisa iko na ujio wa hali ya juu. Siku chache zilizopita walikuwa wakicheza na timu ya Kakuma Rangers FC maeneo ya Kakuma huko katika uwanja wa Kakuma Mixed Field, na pia leo tumeona kabisa wako maeneo ya Kalobeyei kabisa, na wao naweza sema Big Brother mwaka huu imekuja kabisa na moto mkali. Nilikuwa nataka niweze kukuuliza wewe, unafikiria Big Brother hii ikikutana na timu zingine kwa mfano kama zile ambazo ni La Masia na 99 North Boys, unafikiria mchezo huo wewe unaweza kuwa wa aina gani? Mchezo utaweza kuwa na upinzani mkubwa. Wakati mwingine tunapoangalia Big Brother ni timu ambayo tunaweza kuita ni changa, japo kuwa ni timu ambayo ilizaliwa mwaka 2012 wakati eneo la Kakuma 3 lipoanza, japo kuwa imekuwa ikishuka chini,
imekuwa ikionyesha makubwa, baadaye inashuka, inapotea. Tena imeweza kurejea kwa ujio mkubwa sana, ambapo nimekuwa nikiangalia pale kuna kocha ambaye anaitwa Fabrice Baraka ambaye ameweza kuinua kikosi kizima, na nikiangalia wachezaji ambao walianza katika miaka ile hakuna hata mmoja ambaye amebakia. Sasa hivi ni kikosi kipya ambacho anakitumia. Sasa wakati ambao ninazungumza hivi ni kwamba naona kwamba wanahitaji kuweka ushindani mkubwa katika michezo ya mpira wa mguu. Wakati tukiangalia wakicheza na La Masia, najua kwamba kutakuwa na upinzani mkubwa. Hiyo tutaita El Clasico ambayo tutakuwa tunaishuhudia katika eneo la Kakuma 3. Iwapo La Masia itaweza kuruhusu mchezo huu uchezeke. Ndio. Lakini kwa upande wa Nut Boys, najua mechi itaweza kuwa tamu. Wakati ambao wanaweza kukutana Virunga, mechi itakuwa nzuri. Hizo ni vitu ambavyo tunatarajia labda kamati ya Big Brother waweze kuitisha mechi za kirafiki. Ndio. Naam, ndugu mpenzi msikilizaji, unavyoendelea kututazama, mechi hii bado ingali moto. Nakumbuka bado wako 0-0, kumaanisha kuwa hakuna timu moja ambayo imefunga ingine, lakini tuna matumaini ya kuwa muda ambao sio mrefu huenda Big Brother ikaanza au Sharp Boys wakaanza kufunga. Waya tutarajie tuone ni kina nani wataanza kugonga ngumi wengine. Nasi tuko hapa na Festus kukuhakikishia, unaona kabisa mechi hii. Kumbuka tuko maeneo ya Karobeyei hapa tunavyotuona hapa. Na lengo ni kuhakikisha wewe kama msikilizaji pia unapata updates zinazohusiana na mechi hii ya Big Brother pamoja na Sharp Boys. Sharp Boys. Unazungumza, unasikiza, unatazama, unaelewa. Kwa sababu sisi kila wakati tunatafuta talanta, vijana wanakuwa wanacheza. Hapa kesho tutaweza kumpata Lionel Messi kutokea eneo la Kalobei au Kakuma. Ndio maana kila wakati tunakwambia fuatilia hapa. Kazi ya Creative Arts TV ni kukuhakikishia wewe unapata vipaji vya vijana ndani ya mtaa. Nasi tuko hapa ndani ya mtaa kuhakikisha wewe unapata updates za kutosha. Na Festus, kwa kumalizia gumzo letu, jina Sharp Sharp unalielewaje wewe? Kwa wale ambao ni watu ambao wamesoma Kimombo, wako na uelewa wa Kimombo, wakizungumza Sharp, elewa kama labda tunaweza kuchukua kitu ambacho kinaitwa bazoka. Watu ambao wanatengeneza zile ambao tunazungumza kama bunduki. Ukiangalia risasi vile ambavyo inatoka kwa haraka sana. Hicho ni kitu ambacho tunaita Sharp, ambacho kinakuwa ni kitu ambacho tunaweza kukizungumza kimenyoka. Kwa sababu risasi haiwezi kwenda ikipiga ikipengama, inaenda ikiwa imenyoka. Ndio maana tunasema Sharp ni kunyoka, yani kulainika. So tuseme ya kwamba vijana hawa ambao wanajiita Sharp Boys wamelainika kabisa. Waje tutarajie kuwa wataweza, unajua Waswahili wanasema jina ndo mtu. Waje tuone kama jina lao ndo lakini wacha tu niweze kuambia tunapozungumza Sharp Boys, ujue kwa upande mwingine kuna Big Brother. Unasikia? Ambao sasa ndo big, yani mkubwa ambao anafaa kuheshimiwa. Ndio, sasa wakati mwingine tukizungumza hivyo ni ushindani mkubwa. Tutarajie hapa katika uwanja wa Kalobei, ambapo hapa mechi bado inasakatwa. Labda nikiangalia pale ni dakika ya 32 kipindi cha kwanza, wakati ambao tutakuwa naingia mapumziko, tutakuwa tunaangalia ni nani atashinda, nani ataweza kuibuka na ushindi. Ndio. Ndugu mpenzi msikilizaji pia mtazamaji, tuko na Big Brother ambaye sasa ni ndugu yangu mkubwa. Na tuko pia na timu inayosema ya kuwa Sharp Boys. Kumaanisha kuwa wao wako sharp and time, wamelainika. So wao tuangalie ndugu yangu mkubwa na yule ambaye amelainika na atachukua ushindi. So tuko hapa, endelea kufuata mechi hii ya leo, nasi tutakuhakikishia umeona venye mechi hii inavyoendelea. Naam, asante sana.